Karibu sana mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana. Thank you. Tungeomba tukujue kwa majina, unatokea wapi na umetuletea nini kwa leo? Okay, mimi kwa majina naitwa Abdikadir Deko Hussein almaarufu Sultan. Sultan ni jina langu ya nne. And I come from Mombasa. I come from Nyali. I come from, in particularly I come from Komani. Okay, hapa Nyali mimi nataka kuongoza wananyali, nikuwe mbunge wao ifikapo the year 2027, na niwe kiongozi bora kwao, na niwe tusaidiane na tuendeleze Nyali from where it is to the better. Kwa ufupi ningeomba utueleze vipi Nyali, unaijuaje Nyali kwa ujumla? Nyali it is a very big constituency, si mahali kidogo. Kuna Mkomani, kuna Ziwa la Ng'ombe, kuna Freetown, kuna Kongowea. Yeah. Sasa hapa kuna vijana na ajira. Vipi, umewapangia nini hawa vijana na ajira? Okay, very simple. Vijana kwanza, you know there are different types of employment. Kuna kazi tofauti. Kuna the white collar job na kuna ile kazi ya kujituma. Vijana wanajituma kutafuta kazi na kutafuta ujira yani. Tuseme kulingana na elimu ya kijana yetu hapa Nyali, ukiwa umemaliza university na wewe ni jobless, nitasaidia wewe, tutembea na wewe, tufanye all the applications all round wherever job is applicable, na tutafuta na wewe na tuhakikisha ya kwamba kijana yetu hapa Nyali amepata kazi bila upendeleo kupitia makaratasi yake ama hadhi ya masomo yake. Safi sana. Sasa kuna wale ambao waliosoma, umesema kuna wale ambao walisoma university wamepata makaratasi. Yes. Alafu kuna vijana wengine huku chini ambaye alimalizia let's say class 8 yeah. Form 4. Yes. Vipi? Huyo naye vipi atasaidika vipi na serikali yake? Sasa form 4 na wale hawajamaliza form 4 pale class 8 pia ni tofauti. Ukiwa umemaliza form 4 kuna vile unaweza ajiriwa ama hata utafutiwe college ya kujiendeleza ili masomo yako iboreke zaidi. Na ikiwa hapo form 4 na pia hutaki kuenda kila wakati, kila msimu, serikali yetu tukufu huwa inaajiri kikosi cha polisi, kikosi cha jeshi, KWS na watu kama hawa. Na mimi nitajisatiti kwa sababu mimi pia nilikuwa nilikuwa police officer and I know how recruitment undergoes, na nitahakikisha vijana wetu wamepata haki yao na wameandikwa kupitia hiyo form 4 certificate. Na kama hujafikisha form 4, kuna TVET colleges. Tutaboresha mambo yako ya masomo ili uweze kuwajibika na kusaidika mambo ya ujira kupitia makaratasi kama electrician, ambayo ulisomeshwa pale kwa nini, ama umefundishwa mambo ya welding ama painting, so that you be able to be employed. There are a lot of employment which comes under that, such like the affordable housing has really absorbed a lot of youths around Mombasa, especially Nyali. Tuseme kama watu wa painting, tuseme wale watu wa masonry, carpentry, na wale watu ambao wanafanya kazi ya plumbing, na hiyo yote huwa inafundishwa pale kwa TVET colleges. Na nitahakikisha kwamba there is a high number of absorption in the TVET colleges, so that vijana wetu wa Nyali wamepata nafasi katika hizo colleges na wameboresha maisha yao ili wapate ujira ufaao kwa wenyewe. Safi sana. Nimesikia ukiongea kuhusu mambo ya affordable housing. Hizi affordable housing vipi, kuna vijana ambao tuseme kwa mfano vijana kama hapa Nyali, nyumba zinakuwa zinatengenezwa hapa, lakini wasikia wanalalamika kwamba hawapati au hawapewi ile kibarua pale na masomo yao. Vipi utawasaidiaje hapo? Pale affordable housing. Yeah. Affordable housing, hata mimi nilitembelea pale, I visited the Kisimani affordable housing, and I've seen a lot of youths with proper documentation who are employed. And I really find it difficult when some youth say how they were not employed they did not get any employment through the affordable housing. In affordable housing, there is a requirement for welding.
personality, somebody who can do the welding. There is also the requirement of somebody who can do what you call the painting works, the masonry, and all that. And all of them got the opportunities. The few people who have applied there got the opportunity. And you know, in only one affordable housing cannot absorb all the youths available. So the number required were employed there. And none, I can assure you that none of them was imported from another constituency or rather another city. All of them were employed from our own constituencies in Mombasa and especially in Nyali. Okay. Sasa nikienda kwa swali lingine, hawa vijana wetu tukiangalia vijana wetu wana ubunifu sana. Nikisema ubunifu namaanisha kwamba unakuta wana talent. Yeah, talanta ziko. Kwa mfano ukienda mitaa kama ya Freetown, mitaa hapa Mkomani, wapi, yani Nyali, in within Nyali, utakuta they make films, wana uwezo wa kuigiza. Hao nao vipi ama music utawasaidiaje? Kwa mfano ukipata hicho kitu. Yeah, that one is definitely it is in my manifesto, though I didn't want to discuss my manifesto openly in front of everybody before the time has come, but I can assure you that in my manifesto there is that inclusion whereby I will be able to build a Nyali Arts Complex Center whereby all the youths who are talented in regards to painting, in regards to arts, like in regards to the action, like kuigiza, in the regards to filming, you know, taking photographs and cameras and all that, in regards to DJ and singing, a Nyalian will have a musician. Nyalian will be able to produce his record label in that same facility. A Nyalian will be able to sell his artistic drawings and become to the betterment and goes in, and be acknowledged worldwide or Kenya-wide. An artist who can act will be able to be having a proper production with the Kenyan production films and also internationally through Nyali Arts Complex Center, which have not been done so far by any other leader ahead of me. So wakati utatengeneza hiyo Nyali Center hiyo, vipi utahakikisha kwamba hawa vijana ambao wanaochukuliwa pale, unajua kuna corruption sana for now, inaeleweka sana Kenya, utasikia huyu kijana kwa sababu mtu anachuki fulani na yeye huyu hafai kufanya, wanachukua yule ambaye hafai, anapelekwa maybe kuna international games nini and what. Utahakikisha vipi kulinda yule ambaye ana kipaji ama yule ambaye hajiwezi kuhakikisha anafikia malengo yake? Yeah, there will be auditions. You know, in every sector whereby a talent is looked for, there must be an audition. For example, the other day at Freetown, there was a rap battle. And that rap battle, there were lots of auditions before even coming into the concert itself. So we must definitely do a free and fair audition so that any youth from Nyali who is talented is well placed in that complex. Sana. Kienda kwenye swali lingine, ni swali kuhusu utalii. Tunaelewa kwamba hapa Nyali ni sehemu ambao watalii wengi wanakuja kutalii sana hapa. Vipi hiyo utaifanyaje kutengeneza fursa kwa vijana kuhakikisha kwamba ule utalii unawajengea ajira kwa ujumla? Yeah, exactly. First of all, I would like to thank His Excellency, our President William Samoei Ruto, the other day, that they have lobbied for the 11th conference, which was held at about the ocean. Yeah, and you know what it did, that one? It really attracted tourism. It has put our nation in the middle, and everybody has really known. The few people who did not know Kenya now really know that Kenya has got the best beaches, yani bahari nzuri, mandhari mzuri, and it has very good hospitality. The Maasais who are selling the souvenirs actually got a proper business the other day, that they sold all their souvenirs. Hospitality, initially the hotels, they just used to recruit only few hoteliers, waiters and
what do you call stewards and something like that. But the other day everything was okay, and a lot of youths have been employed for that particular occasion, and everything was going on well. In regards to the tourism, you said that how it's going to benefit our youths. There are a lot of language schools around us, like this Alliance Française, which I've also gone through. It teaches French, and if you learn the French, the French people or the francophones visiting our country will be able to have communicated well with our youths, and in that regard our youths will get proper jobs. And also there is Germany, and all those languages I will be able to help them get proper education and proper documentation so that they be able to get that job. So tukiwa hapo kwenye utalii, tunajua kwamba Mombasa kuna mabahari, alafu kuna wale wavuvi. Vipi uvuvi biashara, vipi utazingatia vipi na wao pia waone kwamba ule uvuvi unakuwa ni msaada kwa maana wengi wanakuambia wanaingia baharini, kweli wanaingia usiku wanateseka, lakini mwisho wa siku ile biashara ya uvuvi inakuwa haina faida kwao kabisa. Hiyo utaiwekaje kuhakikisha kwamba wanapata ile faida yao? Okay, once things are advertised very well, kama vitu kwa any job or any commodity that are sold, ukifanyia advertisement ya kutosha huwa inanunuliwa. Na sisi tutahakikisha ya kwamba sisi watu wa Mombasa ama watu wa Coast tunajulikana kuwa sisi ni wavuvi, ilhali watu wengine wanatuita sisi wavivu. That is, I think it's a very wrong way of interpreting wavuvi. We do our job very well, and we are known to be fishermen, and if taught very well and given the proper knowledge, our youths are given proper knowledge, they will embrace fishing, and they will as well embrace marketing strategies so that they be able to sell the fishing in the fish market. As for example, kuna hii kitu inaitwa Kongoya market, si ndio? Kongoya market iko na hii maneno each and every day. Do you know how much money it brings it? Kongoya market brings 70 to 100 million a day. I have talked to the banks around there, and I have really known the much money that come out from that. And just near that place there is a fishing shop called Samaki Poa. Such kind of fish shops will be able to be opened, and 24 hours business will happen, and our youth will be well educated in regards to selling that fish, so that once they realize that fish inalipa, bas in that way they will embrace further, na the fishing industry will go up, and proper industrialization and export will be done for our fishing industry. Thank you. So let's go to let's say education. What plan do you have with education? About education? Do you know education is the core? Do you know the function of CDF? The function of the CDF is education is one among it. So lazima nijisatiti na nihakikishe kijana wetu wa Nyali amesoma kutoka chekechea hadi university. Na hiyo itafanyika kwa sababu CDF ile nilipewa kwa minajili yao. Tutahakikisha ya kwamba that money is well spent, and each and every child goes and gets an equitable education which is sufficient and well elaborated, na itamsaidia kimaisha. So there is those parents that they normally say that the classroom that they are not enough for them. The classrooms. So how will you assist them, or what are your plans about the classrooms? Okay, the round I've gone all the schools, I have seen that many schools have got classrooms, but what they are lacking right now is teachers. And I give thanks to the president. The other day he has just he has included in the budget that they are going to recruit more teachers. More so, they are going to recruit religious teachers of madrasa and duksi. And in that regard, sio darasa imekosekana hapa Nyali, na ile darasa ile inahitajika. Tuseme kama Ziwa la Ng'ombe Primary School, the school cannot be expanded because there is
there is settlement within the school compound, whereby we have seeked and talked to our president ya kwamba let him relocate these people na wapate ardhi wanaofaa, na shule pia iweze kupanuka na watoto wapate classrooms ya kutosha na wanafunzi na walimu wawe adequate. So there is those parents that they normally say that there is those students that they normally get pregnant, early pregnancy. So vipi unawapangia vipi na hao, ama utafanya nini gani, juhudi gani kuhakikisha kwamba hawa nao wamepata early pregnancy, watapata elimu, wataendeleza elimu zao ama wataachia hapo hapo? Okay, just 14th of that the Valentine's, I don't know, the 14th of February, I had where we are seated right now, nimewaleta akina mama, young mothers, 300 of them, young mothers with their children. They were playing where we are seated here, and we have talked about that thing, and tukahakikisha ya kwamba iwapo watamchagua Deco aingie bungeni, wale akina mama watapata nafasi, yani waweze kuachia wale watoto kwa wazazi wao na waweze kucontinue to further the education, na sisi pia tutawasaidia, because yule young mother, she is neither she is a mother at the same time she is youth. Sasa akienda kwa kina mama wanamtenga, wanasema wewe ni youth bana, unafuata nini hapa? Na wakienda pale kwa youth wanaambia wewe ni madhe bana, waenda kwa ukae na kina mama bana. So in that regard, mimi nimehakikisha and I have acknowledged young mothers watakuwa haki yao itafanyika, na mwenye anahitaji kuajiriwa atapata kazi ambaye inamfaa, na mwenye anataka ku further her education ataweza ku further her education. In that way pia kuna young fathers ambaye bado sijakutana na hawa vijana wengi ambaye if at all they could have accepted ya kwamba, unajua vijana maboys wengi wao wanarukanga hayo mambo, lakini kama wange accept ya kwamba yeye ni young father, pia angesaidika, ana come through na anasaidia na hiyo young mother. As much as I'm not encouraging these young people to go to indulge themselves into this kind of the adult games before even going there. So lazima, na ningewasihi ya kwamba wajitahadhari na wakae mbali na hayo maneno mpaka siku ile watawajibika kama mzazi, na iwapo wamemaliza mambo ya kusoma ndio wajiwezeshe kuungana nasi katika adulthood. So swali lingine, there is our mothers there ambao unakuta wana biashara ndogo ndogo. So utawezaje kuwawezesha kupata, let's say like small loans ili kujikimu ama kuendeleza zile biashara zao ndogo ndogo? Okay, there are these groups, hii groups ambayo akina mama wao wanafanyanga, na si akina mama peke yake, there are CBOs. These CBOs, I want to, when I come in, I want to expand it and make it like a limited company, so that they be able to get some tenders, small tenders, like supply tenders from all corporates around us, so that they be able to put plate of food on the table. Yani waweze kwenda kufanya biashara kidogo, labda supply of paint somewhere, ama kupaint barabara mahali fulani, akina mama wajisaidie, because women, there is an AGBO certificate for women, there is an AGBO certificate for youths, and there is AGBO certificate for PWD, people with disability. Such AGBOs are incorporated with their CBOs, and they become a real company whereby they can be given a job to supply or to do some little construction, like painting of toilets or even constructing lavatories, toilets, na watasaidika. Kuna single mothers. Yes. A lot of single mothers hapa kwa mtaani. Ama single mothers unakuta yani atakula kwenyewe inakuwa ni shida. Hicho kibarua chenyewe kukipata ni shida. Akianzisha biashara yake pale mtaani unakuta like municipal, they come disturb, yani unakuta haezi kufanya chochote. Vipi? What is your plan about that? Okay, single mothers, mimi I have as I said it earlier, single mothers niko nayo katika manifesto yangu. Hawa mama watafaidika na mimi zaidi, kwa sababu hapa Nyali kuna shida tuligundua mimi na MCA wangu moja anatoka hapa Mkomani, aspirant moja anaitwa Fire Buddha. Huwa kila wakati shule ikifunguliwa
January wazazi wengi wanatukujia wakisema wanahitaji uniform. Sasa inabidi tununue hiyo uniform na bei ya kawaida, ya kawaida ya mwananchi ambaye ni kuanzia 5,000 per pair. Lakini nataka iwapo nitachaguliwa na jamii ya Nyali, wapiga kura wa Nyali, ni hakikisha ya kwamba nijenge nyumba ama yani mahala pa kushonea nguo ya uniform ya watoto ya shule, ili mtoto wa Nyali ananunua hiyo uniform at subsidized price, na wao akina mama ambaye ni washonaji wanapata ujira na wanaheshimika, hawajaenda kuomba. Yani mtoto yake amepata uniform, at the same time ameajiriwa. Kitu kama EPZ tutatengeneza hapa, mtu kutoka kwingine outside Nyali ataweza kulipa bei ya kawaida ya mwananchi, lakini mwana Nyali atauziwa at a subsidized price of 1,000 shillings. Na hapo itakuwa I've killed two birds with one stone. Mwanafunzi alipata uniform na ule mama ambaye ni single mother amepata ujira. Kuna ukatili wa kijinsia. Unakuta let's say mwanamke ameenda amebakwa, lakini hizo kesi zinakuja zinanyamaziwa, au mtoto mdogo anakuwa impregnated. So vipi utafight vipi mambo kama haya? Okay, mimi I have got a background of investigation. I was a police officer for many years, and I know how to go about such insecurities. Now I will work hand in hand with the security services available like police and DCI. I will be able to make sure that the general duty police officers and the DCI we shall be working hand in hand, and I will create community policing, na pia nitatengeneza security yetu sisi wananyali, na tuhakikisha hiyo kwamba we become our brother's keeper, and once we get a culprit, they are apprehended to the court and haki itatendeka na vile ifao kulingana na sheria yetu ya Kenya. Hiyo security ambayo umesema kwamba utatengeneza security within Nyali, itakuwa ni zile serikali za mitaa zile ambazo tunazozijua, ama itakuwa ni mingine ambayo utakuwa umeibua tena kama kanaka? Okay, as much as I am concerned, kando na whatever the constituency level ile serikali inanipatia, mimi nina wafadhili wengi sana ambayo wanaongoja iwapo mimi nitaingia bungeni so that wasaidie jamii yetu. One of the kipengee ambayo wanataka kunisaidia nayo ni kwamba ni insecurity. We would like to fight insecurity in many ways. One, how do we fight insecurity? One is to educate our youths to stay away from what you call crime. Two, we want to educate our youths to stay away from drugs. Three, we want to empower our youths so that they will be busy with jobs and wanapata job opportunities in such a way that there will be no idle mind, which becomes a devil's workshop. In that regard, I will be able to create a sane a security with sanity around Nyali. Kuna hili swali ambalo liko hapa kwamba mambo na usalama na dawa za kulevya. Tunaelewa kwamba Mombasa ni mojawapo wa city ambazo zinaeleweka au zinafahamika sana kwa madawa ya kulevya. Yes. Vipi jimbo lako? Okay, hayo maneno ni mambo tunayajua, na with something we have investigated even when I was in the service. One of them is Mombasa, it is a tourist city. It's a tourist attracting city, just like Sao Paulo of Brazil, just like Miami or Hawaii of America. And this is Mombasa. There is also Seychelles. These are the cities who are known to be having the biggest number of tourism attraction in the world. In that way, there are a lot of different cultures coming together. The brain from Australia, a tourist from Australia, and the brain from Brazil will come to Mombasa and sit with the youths of Nyali and discuss on how to do drugs. The drugs these days is not the actual drugs that the drugs which are used these days are not actually the drugs that we know, like the heroin and the cocaine. The drugs usually used these days are just sold from over the counter. Do you know that? From the pharmaceutical shops. A drug called codeine is used for coughing
it treats coughing. But if you consume more than prescribed drug, utakuwa mlevi. And at the pharmaceutical shops around here, we have witnessed when you are walking around even in Nyali or anywhere, unapata box ya codeine iko hapo, chupa ya codeine iko kwa hiyo kona, mahali watu wanakula miraa na mambo kama hayo. Hizo chupa ni mtu amemuuzia mtu pale kwa pharmacy ambaye haifai kukua. The Poisons and Pharmaceutical Board wanafaa kustawika na kuhakikisha wamepea amri wale watu wanauza pharmacy kwa maduka yao wasijaribu kuuzia mtu yoyote dawa bila kutumia nini? Bila kutumia prescription from an authorized doctor, not just prescription. In that way, we will be able to reduce the number of drug addicts around us. Xanax inatumika kwa wale watu wako na depression, na ukitumia polepole vile daktari amekuandikia, it is okay. Lakini ukitumia kama 5, 6, 7, 10 mara moja, unakuwa mtu hatari kuliko yule mtu ametumia cocaine. In that regard, ningependa kuhamasisha na kuhakikisha ya kwamba wale watu wanauza maduka za pharmacy wajiepushe kuuzia mtu yoyote. Tunajua ya kwamba wanauzia watu hizo madawa bila prescription, na vijana wetu wengi wamepotelea katika hiyo ulingo ya mihadarati. Na cocaine na codeine serikali kuu ndio inapigana nayo. Cocaine na heroin serikali kuu ndio inapigana nayo, na wanajisatiti sana, na watahakikisha ya kwamba so far so good, wanahakikisha ya kwamba they will curb the rampant drug use in Mombasa. So tukienda kwenye gharama ya maisha, vipi kuhusu gharama ya maisha, utafanyaje kuhakikisha kwamba iko wastani ama iko vizuri? Do you know the functions of an MP in the parliament? It is just 3. One is representation. I will be able to represent Nyali people in the parliament. Yani hicho kiti hatuwezi toshea sisi wote. Ni mtu mmoja tu lazima akikalie ndio represent hao watu wote ambaye aliwacha nyuma pale Nyali. I will represent them and I will make sure nimezungumza pale parliament ya kwamba hii bei ya bidhaa zimepanda juu, na tungependa sana tupunguziwe, na tuhakikishe to join hands with fellow parliamentarian so that we know mikakati tutakayotumia kuhakikisha kwamba maisha imekuwa wastani na watu wamefaidika vizuri. That is one. Two is it is a legislature. Kuna sheria kadhaa ambaye huwa inaletanga shida kwa jamii, ambaye we'll just do away with it, na tutabuni sheria mpya nzuri ili bidhaa na kila kitu iwe hali ambaye inaweza kuwa unaweza ukaimudi kama mwananchi wa kawaida. Legislation, representation and oversight. And oversight is hii maneno ambayo kwamba kuna kamati, kila kamati, kuna kamati ya education, kuna kamati ya afya, kuna kamati ya biashara na hayo. I will make sure that kamati, if elected to be a Nyali MP, nitahakikisha kwamba I will actually represent and do the oversight with hizo makamati, so that I will be able to make sure that Mwananyali amepata haki yake vilivyo, na biashara itaendelea vizuri na bidhaa itashuka chini. What about our small businesses within Nyali? What are your plans about them? Small businesses. Yes. Small businesses. I will work hand in hand with the county government to actually allow the small businesses not to be given hard rules such as certificate to perform and do that job. Nitahakikisha ya kwamba nimefanya kazi na the governor of the day ya kwamba serikali haitalazimisha mwanabiashara mdogo, yani biashara kidogo wasiwe wanalazimika kwa kukuwa na macheti ambaye hata hawezi wakanunua. Hapo kuna hapa area kuna miundombinu ya mabarabara au mazingira tukisema kwa jumla. Yeah. Kuna vibarabara ambazo viko hapa Nyali kusema kabros hizo. Hizo kabro. Ukiingia kwa mfano kama vichochoro vya huko kwetu huko Mkomani ndani huko. Kukinyesha unakuta maji yanafika
kwenye magoti au juu ya magoti. Shida sio barabara hapo. Shida ni drainage system. Drainage, barabara imewekwa in such a way that imewekwa inapitia mbele ya nyumba ya mtu, ilhali huyo mtu alikuwa anajenga hajawahi tilia maanani kwamba there was a requirement for drainage so that maji itembee vizuri isiingie kwa manyumba ya watu. Yaani mvua tu ikinyesha, sisi watu wa Mkomani huwa tunapata taabu ya kwamba maji inaenda direct paka kwa bedroom. Ni kwa sababu of lack of proper workmanship. Ikajengeshwa vitu mbaya na contractor ashalipwa na watu wanapata shida. Tutahakikisha ya kwamba tutawatengenezea wana Nyali drainage facilities so that they be able, maji haitakuwa inawasumbua hapo. Sisi hatutahitajika kurekebisha shida kila usiku. Mvua ikinyesha tunapigiwa simu, maana kuna maneno imeharibika hapa, tunasaidiana, tunavaa magunboot tukikimbia hapa na pale, tukikimbiza watoto kutoka kwa hizo shida. Tukiingia kwenye swali lingine, tuongelea kuhusu afya kwa wanajamii. Unakuta Mombasa, nimekuwa ama si Mombasa, sehemu ya Nyali wamekuwa wakilalamikia kuhusu mazahanati. Unakuta mazahanati ni machache sana. Kuna mazahanati, hakuna madawa. Vipi unalo utahakikisha vipi? Okay, ndugu yangu, zahanati zipo lakini madawa ndio chache. Ndio juzi tulipokuwa pale tunamsikiza pale akiulizwa ya kwamba hii pesa ulifanyaje? Akasema nini? Excuse me teacher, may I go to the toilet? Na sisi tulimuuliza hiyo pesa yetu iko wapi? Na sasa hiyo pesa kama hakuna dawa, hiyo pesa iko wapi? Ndio takataka tunaongelelea. Yani askari ya kutosha, yani wale watu wa nini, maaskari ya county hawako. Gari ukipark tu mahali, gari yako hata wewe hata hujatoka, hata hujaingia kwa parking, tayari alert unapata kwa simu yako ya kwamba tayari your car has been clamped. Yani everything that to do with this county government is just going down the drain. Kindly, Mombasa people, mtuokoe, tujiokoe na kura yetu, na tuhakikishe tumebadilisha hii serikali. Mambo ya afya nimezungumza katika redio mingi sana, kama redio 4 so far, nikiongelelea ya kwamba there was an incident whereby kuna mama alikuwa na labor pain, ako kwa tuktuk na mimi niko kwa gari. Mama alikuwa anafaa kwenda kujifungua Makadara, hapa tu Kongoya, pale kwa barabara. Tumefungiwa wakati wa happy hour. Yule mama anapata shida akiwa na happy hour, tumefungiwa. Mimi nikamchukua yule mama na yule mzee wake, nikamuingiza kwa gari, nikakimbiza pale Makadara, na mama kumfikisha pale tu hivi, wale madaktari walinieleza ya kwamba mama alijifungua mtoto wa kike. Je, ndugu yangu, ni haki kweli mama apate ujauzito Nyali na ajifungue Mvita? Kwani wananyali hawana haki? Hawana haki ya kupata level 4 hospital ili mama wetu hapa wajifungue raha mstarehe akiwa tu karibu na kwake? Lazima usafiri ukross bahari ndio uende ujifungue kule Mvita? Ama wale Mvita ndio wana haki zaidi kutuliko sisi? Ndugu zangu, that level 4 hospital iko hapo lazima iharakishwe, juu pesa ni yetu, na atuhakikishie kwamba wananyali akina mama wetu wamepata haki, wana bodaboda wametibiwa, hata kama ni usiku wa manane, madawa yawe hospitalini. Yes. Swali lingine ni kwamba au wanasiasa wengi wakati ukifika kama wa kampeni sasa hivi waga wanakuja na ahadi nyingi sana, alafu baada ya kuwa wamechaguliwa wanajiondoa. Vipi, wewe una ahadi zipi kwa wananyali kwamba kama wakikuchagua 2027 utawafanyia? Mimi nawaahidi ya kwamba under the leadership of Honorable Abdikadir Deko, come the year 2027, there will be inclusivity in his management team, ya kwamba kutakuwa na visibility study kabla hata pesa yao ama haki yao ikuje. Kutakuwa na visibility study, tutahakikisha na tutajiuliza hii pesa tutatumia wapi, hii pesa ambayo inakuja tutatumia wapi, na tutatengeneza kamati ya kuwa wanahakikisha ya kwamba hiyo pesa imetumika kwa vile the way we have discussed earlier on, na tutakuwa na monitoring team ambayo itaangalia hiyo project ambayo tumeisema kama hiyo pesa inaingia vile inatakana. Then we do what is called analysis, monitoring and evaluation. We analyze and evaluate the project that we have incurred, and I will make sure there will be inclusivity from the youths, from the mothers, from the corporates,
yani wafanyikazi kama chifu na watu kama hawa na wazee wa kidini ya dini yote ya Islamu na Christian wakoe pale, na tuhakikishe tumeshikilia na mikono yote miwili haki yetu ambayo tulipewa na serikali yetu tukufu. Safi sana. Kama wakikuchagua 2027, there is something called public participation. So utakuwa una uwazi upi katika wanajamii kuhakikisha kwamba wanashiriki katika ile public participation? Do you know public participation ya siku hizi vile tunadanganywa na tunahadaiwa? Pale kwa mlango wanaweka karatasi ya kwamba unaambiwa hii karatasi ukisign ni kama attendance. Unajua attendance? That's how they calculate, that's how they say at hiyo ni public participation. We shall make sure that public participation, there will be a public participation form ambayo utasahihisha na kila jinsia ama kila age set watawakilishwa katika hiyo public participation, na kutakuwa na pre-information before the public participation itself ya kwamba kutakuwa na kitu fulani itafanyika, lazima mkuje na tunawaombeni mkuje, na mkija katika hapo kama umekubaliana kutakuwa na ile form utasign ya kwamba mimi nimekubaliana na hii wazo, na kama hujakubaliana nayo pia kuna ile vile unasema mimi sijakubaliana nayo, na hayo yote tunahitaji signature pale, na si ati attendance ndio una sign. Yeah. So baada ya kuwa wamekuchagua 2027 kuna ile ripoti ya mwaka, vipi wewe utaiweka uwazi ama utaificha ili kuficha yale matambi ambao wale wenye wako kwenye ofisi yako wameyafanya? Hapo unatoa ripoti ama haitatoa? Mimi I'm a disciplinarian, and if you will work with me you must deliver for the Nyali people. Nitahakikisha umedeliver whatever you have employed for. Ukifanya dhambi na unafanya kazi kwa ofisi yangu, wewe we have to rest you away from our job, na tuandike ule mtu ambaye anafaa katika hiyo kazi, na tunahakikisha kazi yetu inafanyika, na mimi hatutatenda dhambi kwa haki ya Wananyali. Tutahakikisha wametuchagua na tutahakikisha tumedhibiti imani yao. Safi sana. Vipi kuhusu rekodi yako ya utendaji kabla kwa sasa hivi vile unavyowaomba watu kura Wanyali hapa? Vipi, ni kipi ambacho umekifanyia kidogo ambacho tuweza tukasema wali Sultan ametufanyia kitu fulani huyu, kwa hivyo tukimchagua anaweza akatufanyia zaidi ya hivi? Okay bwana, mimi nilisimama na kwanza kina mama wale wanaitwa young mothers, nimewatengeneza CBO na huwa tunafanya kazi nao, and I've registered many CBOs for them na before hawangeweza kujisaidia hiyo. I stood firm with the people there's a group people living with disability. Kuna wenye nimewasaidia mpaka wakapata certificate ya kufanya kazi nayo ya disability. Nimesimama na youth wetu na nikabuni sports kama pool competition mpaka na tukasema ya kwamba say no to drugs and say yes to sports, na mambo mengi tukaleta ni kwamba youth for youth but no youth for use. Yeah, we said no to youth for use but we said yes to youth for youth. So katika swali letu la mwisho, tukikutana inshallah Mwenyezi Mungu akujalia 2032 muhula wako wa kwanza utakuwa umeisha, ni kazi gani unadhani utakuwa umezifanyia Wananyali mpaka wakiangalia watasema huyu anafaa chaguliwe tena? Unadhani zitakuwa ni kipaumbele chako? Kipaumbele changu ya kwanza ni drainage system. Kila mwaka lazima mvua inyeshe, na mvua ikinyesha na drainage kama iko mbaya sana, lazima watoto wetu watagonjeka. So we have to make sure ya kwamba the drainage issues has been thrown into the kaburi la sahau, as they say. Pia wanaitwa vijana wetu wamewajibika, na nitahakikisha ya kwamba nimebuni jopo kazi rasmi ya kuhakikisha nimepata vijana ambaye wanawajibika, na nitawaonyesheni ya kwamba vijana wa Nyali watakuwa free from drugs and free from crime. So utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba watu wameona yani changes au kazi ambazo ulizozipiga, yani huyu anapiga kazi? Utatumia mbinu gani kuhakikisha unatangaza kazi yako? Do you know there is what's called, I told there is monitoring and evaluation. After the evaluation there is a result that comes out. Na nitahakikisha nimewatangazia Wananyali ya kwamba this is where we were and this is where we are now. Yeah. Mheshimiwa, tunashukuru sana kwa wakati wako na kutembelea hapa Pwani leo.
Asante sana. Karibu tena. Shukran. Nyali mzima wanamuita Deco au sultani wa Nyali, ni kiongozi bora, anapenda maendeleo, anawaza vijana kila siku na mama na watoto pia. Wazee wote wanamjua kwa moyo wa huduma. Hapa jina linatembea. Assalamu alaikum wananyali, ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Mnanijua mimi ni kijana wenu Deco, Abdikadir Deco, na wania kiti cha ubunge eneo bunge Nyali. Na waombeni kwa moyo mkunjufu muni-elect na munichague na munipea kura yenu ifikapo the year 2027, kwa sababu ninawaahidi mbele ya Mungu nitakuwa kiongozi bora na sio bora kiongozi. Asanteni sana.